Gen Z mabage eretwo new protest hatire kumira bara maenda kwa kathibitari ngai yao bururi uyu nere koragwo e free haya wa marekia make nginya rukiria macukuru macakire mbia cigana kou mari Nyeri mbeca nyingi biũ cia amountaga to 15 million Kenya money shilling Jesus ngai uthaya na atiri mundu wa mabangite nio mathire oh my the young Gen Z yes riu marauga uria mareka ona mena plan already they already have a plan na andu ni merutĩire marauga thibitari yarika ningakoo ndi nathi for free haya thibitari yarika ningakoo ndi security haya thibitari yarika ni ninga provide ga irio ita imagine kundu marabanga while you are away haya nawe no cai clack it ana milenio wenzetu na mafara zetu ni chai tu hizo no cai good job Gen Z na kupambwa na mafara kutoka Kenya. Gen Z waseme watajenga vya modern hospital. Kuna watu wanajaribu kwenda kwa choo wakisikia mapupu, wakienda kupupu. Wanajaribu kupupu, mapupu inakataa kutoka. Kwa sababu wanajua vizuri Kenya Gen Z wakiamua ni kufanya kitu wataifanya. Na ni ukweli, mimi hata mimi nangoja hiyo baby. Ni contribute hiyo pesa. Kuongeza kuongeza msumari kwa kidonda. Wamesema pia wakimalizana na hiyo wanajenga bank. Wanajenga banki yao, waeke pesa zao huko. Na nimeona mtu tu anasema eti kumendeni hospitali you need an input from the government. We tutaonyesha kitu amujaiona. Hao Gen Z wataonyesha kitu amujaiona. Watarani hospitali bila your input. Sikufichi. Na usiulizi taraniwa aje. Weka kando angalia. Kaa kando angalia. Kaeni ni hizo zenu zenye mnarani wenye mnataka. Watu wakienda hawatibiwi. Muharakishe kupaka hiyo mipango tutoe pesa. Nimesikia majenzi kuna vile kuna plan ya kujiundia hosi yetu. Hosi moja Genje. Kila kitu itakuwa bure. Unashangaa vile tutafinance hiyo stuff. Endelea kushangaa wewe. Tupatane mbele. Mimi kwanza wanidunge saa hii pay bill. Ni buy simiti yangu, nitume simiti yangu moja. Na pay bill sipatiwe imbogi ilibishania pay bill siku ya Ojwang. Akina Eric Omoni na So nasikia Gen Z wanataka kujenga hospitali. It's not a bad idea, but wacha tuanze pole pole. Ama namna gani? Actually, I am in for anything that is going to show the middle finger to the current political class. And I don't care which section of the political class they come from or they belong to. Hii maneno ya hospitali, I think we should start with the most crucial part of it. That is emergencies. Like ICUs, like maternity. So kama tunaweza kuja na hii tuweke hii nguvu kwa ICU. We only provide free ICU medical services across the country. Like one major ICU facility in every county or maybe in every sub-county. Sawa. Unajua mtu kama ni mgonjwa anaweza tafuta tu paracetamol mahali fulani, atafute aspirin ajisaidie. Lakini mtu ambaye hana uwezo wa kupumua na serikali haimshughulikii, huyo mtu atateseka na atakufa tu juu ya kukosa pumzi. So wacha tuanze na ICUs, emergency ICU facilities, sponsored by Gen Z, sponsored by Kenyans. Halafu tuende pole pole tukitafuta hiyo hospitali kubwa. Ama namna gani? Have a lovely day, people. Beautiful concept, by the way.
So nasikia kuna plan ya majenzi wanataka kuanza kuchangisha pesa, kutengeza mahospitali, kutengeza mashule. Si jenzi peke yake. Hii ikuwe ni plan ya Wakenya wote mpaka millennials nao wengine. Hiyo sasa tuko ndani kabisa. Mkianza you share the pay bill, penye tutatuma pesa tutume, tuanze kujenga vitu zetu. Kwa sababu sasa I'm very happy vile we are waking up na tuna realize it is us on our own. Politicians hawako. By the way tunaweza kujenga hospitali kila county, a very nice hospital, tukue na own doctors hapo, tujenge mashule zetu, our own universities. By the way tunaweza. Ile spirit niliona watu walienda nao kwa kina yule kijana Kaluma, tukiwa na hiyo spirit tunaweza jenga hizo hospitali. So isiwe tu ni story ya Gen Z, iwe ni ya Wakenya wote of all ages. Hiyo nimesupport 100%, naunga mkono na miguu 100%. That's a good idea. So let's make it materialize. Tufanye iwe ikame into reality. Isiwe tu ni gumzo, isiwe tu ni ndoto. Let us make it work, by the way. That's a good idea. Good idea. Listen to this. Kenyan youths want to do something that has never been witnessed before. The Kenyan youths want to pool all their resources and build an ultra-modern state-of-the-art hospital. And listen to this, because this is where the catch is, that the hospital will be offering free essential medical services. Free. Why? Because the youths of this country are tired of the lies. Yes, the youths of this country are tired of the lies. And this is a form of a protest. If you didn't know it, even mmeanza kwenda kwa Kaluma, munaenda kwa Mama Gift, munaenda kwa Ian Benja, Prince Benja. This is a form of an informed protest. Ni protest yenye iko informed, iko na akili. Next utasikia shule imejengwa. Hiyo shule watoto watakuwa wanaenda free. Every county wajenge shule. Mayouth wajenge shule. Watoto watakuwa wanaenda free na wanakula free. And of course you're asking where pesa ya maintenance itatoka. Wewe unacheza na mayouth wa Kenya bana. Wewe unacheza na mayouth wa Kenya. We can do it because it is doable. We will build our own institutions. We will. And the leaders of Kenya, saizi venye wanaangalia mayouths wa Kenya. Hey, bro, youths of Kenya, you are winning. You are winning. So I saw this idea on TikTok. Kenyan Gen Zs want to raise 1.5 billion shillings to build a free hospital. At first I thought, this is a crazy idea, but the more I looked into it, the more it actually makes sense. Let's talk about how it could work, not just one hospital, but a whole Gen Z health system. Many hospitals. First, raise 1.5 billion, build the first hospital, no shortcuts, no government handouts, pure people work, right? Gen Z crowdfunded for protest, so why not healthcare, right? This hospital will be built debt-free, owned by people, for the people. This isn't a luxury hospital, this is for the mama mboga, boda rider, student who can't afford private care. Walk in, get treated, walk out. No consultation fees, no bribes, no M-Pesa message after treatment, right? Perfect. But building is just step one. Running it costs a lot of money. Salaries, medicine, equipment, electricity. A medium hospital costs around 100 to 150 million shillings a month to run. So how do we keep it alive without begging for donations every year? That's the big question. Now the plan, Gen Z built their own health system, call it GA, the Gen Z Health Authority. Instead of insurance companies or SHA we don't trust, people subscribe directly to it, 100 bob per month. That's it. If 1 million people contribute, that's 1.2 billion a year, enough to keep the first hospital running smoothly. If 5 million contribute, that's 6 billion a year. Now we expand. More hospitals, more clinics across the entire country. The numbers, to put it into perspective, a 500-bed hospital needs about 1,200 staff, doctors, nurses, support staff.
Monthly operating costs are about 100 million to 150 million per month. That's 1.2 to 1.5 billion a year, which matches perfectly with 1 million people paying 100 bob per month. The math checks out. Now comes the trust. Now, how do we make sure this doesn't become another scam? Blockchain. Every shilling raised, every expense paid, visible to everyone. No politician, no middleman, no funny business. You open just an app on your phone, you see how much came in, how much went to salaries, how much went to medicine. 100% transparency. Blockchain is next to impossible to be hacked. Now here's the full picture. First hospital built by Gen Z, sustained by small monthly contributions, expanded into a whole network. Hospitals owned by the people, no corruption, no gatekeepers, right? Healthcare as a right powered by us. The 1.5 billion hospital is not the end, it's just the beginning. If Gen Z can protest in the streets, if we can crowdfund millions overnight, we can build something that politicians have failed to give us for decades, right? So the question is, will you give 100 bob a month to make sure no Kenyan dies because they couldn't afford treatment? Or are we going to keep waiting for a system that never cared about us? Yeah, food for thought. Keep winning.